Yes, shalom shalom mwana Mungu. Kwa majina naitwa Daniel Breeze, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Leo nimekuja na kitu, nimeamua nije kuwashirikisha ndugu zangu baada ya kupokea komenti nyingi. Wengi waliniuliza, mtumishi wa Mungu, utunzi ni nini? Je, tunapotakiwa kutunga nyimbo tunatakiwa tuzingatie vitu gani na tufanye nini? Yes, tuanze na utunzi. Leo nina mambo 10 na vitu 10 vinavyotuwezesha katika kuandaa wimbo. Lakini tukisema utunzi, naweza nikasema ni ile kalama mtu alobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kuna mtu automatiki amezaliwa ana kipawa hiki cha utunzi wa kutunga nyimbo, na pia sio dhambi kujifunza. Unaweza pia ukajifunza na ukawa mwandaji mzuri wa nyimbo. Sasa nisifike mbali sana na vitu 10, tujifunze kwa pamoja mambo ya kuzingatia katika utunzi wa nyimbo za Injili. Ndiyo, inawezekana umebarikiwa utunzi na kipawa cha kuandika nyimbo, au pia unajifunza kuandika nyimbo, basi ni lazima uwe na vitu 10 vya kuzingatia katika utunzi. Namba 1 ni mazingira yenye utulivu na usikivu. Unapohitaji kuandaa wimbo au kutunga nyimbo yoyote, ni lazima upate mazingira yenye utulivu na usikivu. Unahitaji utulivu, usikivu unapotunga kile kitu chako bila buguzi ya mtu yoyote, maana ukiwa kwenye disturbance ya watu, kelele na imani, hauwezi kufanya kitu kizuri wala utafanya kitu bora. Ni lazima upate sehemu yenye utulivu na mazingira tulivu. Kitu cha kwanza hiko. Namba 2, hakikisha unapotaka kuandaa wimbo wako ni lazima upate kiti na meza. Yes, pia hivi ni vya muhimu sana. Ni lazima upate kiti na meza. Yes, kiti na meza. Namba 3, pia lazima uwe na daftari na kalamu kwa ajili ya kuandika vitu vyako. Tuna imani tunaweza tukahifadhi kichwani, lakini sio wote tunaye iko kitu. Kuna baadhi tunaweza tukapata idea tukazihifadhi kichwani, na wengine vichwa vyetu vina vitu vingi. Lazima tuwe na kalamu, daftari kwa ajili ya kutunza hivyo vitu vyetu, au kutunza huo utunzi wetu. Kuna wengine automatic Mungu amewapa neema cha kuhifadhi vichwani idea mbalimbali, au kuhifadhi kichwani vitu mbalimbali, lakini kuna wengine ufahamu wetu kidogo na mambo mengi, au kichwa chetu kina mambo mengi, kwa hatuwezi kuhimili vitu vingi. Kwa lazima tuwe tuna daftari na kalamu. Yes, amen. Pia ni lazima uwe msoma neno la Mungu na mwana maombi sana. Kuna vita kubwa sana katika utunzi wa nyimbo, kuandaa nyimbo. Naweza nikasema uwe mtunzi ni mmojawapo pia ya mjumbe wa Mungu, maana katika ule wimbo unaweza ukalenga mada nzuri ya kumsifu Mungu au mada ya kumwaibisha shetani. Pia ni lazima uwe msoma neno na lazima uwe mwana maombi sana. Yes, tunaposoma neno tunapata kujifunza vitu mbalimbali, tunapata mafunuo, tunapata ushairi huko. Tukamsoma Daniel alipitia nini, wakina Meshaki, Abednego. Yes, Goliathi alikuwa nani? Ya Zaburi, wimbo ulio bora. Yes, au naweza nikamsoma Goliathi. Goliathi, Goliathi, Goliathi,
Goliati alikuwa mpiganaji wa Kifilisti. Yes, kama hivyo ya nimemsoma Goliati, nimeshapata idea kama hiyo, pia inasaidia sana. Na pia ukiwa mwana maombi na kusaidia kuonyesha vitu mbalimbali. Yes. Namba 5, lazima uwe na akili maarifa. Pia lazima utumie akili maarifa katika kuandaa nyimbo yako. Ni umuhimu, tumelenga maombi, lazima tuombe akili na maarifa tutumie. Yes. Jambo lingine la 7, lazima mwimbaji au mtunzi uandae sauti zako katika mtiririko ulio sahihi. Uandae sauti zako ya kwanza, pili, ya tatu. Ni lazima uwe mwana mazoezi, uwe vocalist kweli kweli. Unaweza ukaandika wimbo wako pia ukaja kupata dosari kwenye sauti, kwa lazima uwe ni mfanya mazoezi ya sauti yako, upangilie sauti zako. Namba 8, pangilia wimbo wako katika mtiririko ulio sahihi, ni verse, chorus. Yes, vikae katika mtiririko sahihi. Hata mtu anaposikiliza anajua yes, ni chorus, hii ni verse, hii ni sehemu ya soloist. Lazima upangilie nyimbo yako katika mtiririko ulio sahihi. Namba 9, lazima uwe unafanya mazoezi ya sauti. Tumesema ndio hapo mazoezi ya vocal, lazima unafanya mazoezi ya sauti, sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu. Lazima uwe mfanya mazoezi. Yes. Namba 10, lazima tunapomaliza kuandaa wimbo ni lazima upige goti na kumshukuru Mungu, maana haijawa rahisi hata hapo kumaliza wimbo wako. Hivyo ni vitu 10 nilivyokuletea. Mwimbaji ni lazima uzingatie unapoandaa wimbo, unapotunga wimbo. Ni vitu vya kuzingatia. Sehemu tulivu, msoma neno sana, mwana maombi sana, maana moja hapo ni vita. Ukisoma hata kwenye Biblia, yes, uimbaji pia ni vita kubwa, lazima uwe mwana maombi. Shetani pia tunafahamu alikuwa ni anasifu kule mbinguni, lakini alishushwa. Ndio maana huduma ya mwimbaji inakuwa ni vita, kwa lazima tuwe msoma maombi sana sana. Hivyo ni vitu vyangu 10 nilivyoandalia katika utunzi wa nyimbo. Yes. Si wote tunaweza tukakariri vichwani, lakini tukizingatia hivi vitu 10 hivi tunaweza vinaweza vikatusaidia sana katika utunzi wetu. Asante. Jina langu ni Daniel Breeze. Usisahau kufollow, like, comment. Mungu akubariki. Haya ni maombi yangu kwako, wote ninao wapendwa wasipitwe